Kristo, watazamaji wa Imani Hai Online TV. Natumaini uko ulipo ni mzima wa afya. Siku ya leo katika kuelekea kwa Dominika ambayo tunasherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, nikimaanisha Pasaka. Tuna mengi ambayo nahitaji tuyafahamu ili tuweze kufahamu nini maana halisi ya Pasaka. Wengi wetu tunasherehekea Pasaka, hatufahamu maana halisi ya Pasaka, au hatufahamu chimbuko halisi la Pasaka limeanzia wapi, wala hatufahamu historia yoyote ambayo imepelekea Pasaka. Kwa kupitia kipindi hichi cha leo ambacho tumewaandalia, kipindi cha Easter Special, tutapata kujionea au kufahamu yote hayo, ambako tutakuwa na mgeni wa muhimu ambaye atakuwa na sisi kutuelezea yote hayo. Hapa nilipo tupo katika jimbo jipya, jimbo la Bagamoyo, jimbo ambalo limezaliwa kupitia majimbo mawili, nikimaanisha jimbo la Morogoro na jimbo la Dar es Salaam. Kama tunavyojua, tulitangaziwa wakati tunaanza kipindi chetu cha Kwaresma kwamba ni moja ya jimbo jipya. Kwa hiyo tukiwa kwenye jimbo jipya, tukiwa jimboni Bagamoyo, tutapata kufahamu moja, imani yetu halisi, chimbuko la kwa nini watu huwa wanakuja kufanya toba au kufanya hija katika jimbo hili la Bagamoyo. Tufahamu kabla Bagamoyo haijawa jimbo, ilikuwa ni kituo cha hija, sehemu ya sala, sehemu ambayo wengi kutoka sehemu tofauti au hata mataifa tofauti ndani na nje kuja kufahamu au kuja kusali, kuhiji, kama tunavyoenda kuhiji Rwanda, tunavyoenda kuhiji Maria Rita Mwanza. Wengi walikuwa wanafika hapa. Je, kuna nini? Tunafahamu historia ya Bagamoyo ilianzia wapi? Tunafahamu wamisionari wa kwanza waliotoa hapa na kukiweka hiki kuwa kituo cha hija. Tunafahamu historia ya msalaba. Je, tunafahamu, tukiachana na kwamba tunajua tuna kanisa la jimbo, je, lilikuwa kanisa la jimbo ni kanisa la pili au kanisa la kwanza katika mji huu wa Bagamoyo ambao kwa sasa ni jimbo letu? Sisi wa Katoliki tunajivunia kupata jimbo jipya chini ya askofu wa kwanza, askofu mkuu aliyokuwa askofu msaidizi wa jimbo la Dar es Salaam, Mheshimiwa Stefano Msomba, ambaye kwa sasa ndio askofu wa kwanza wa jimbo hili jipya na askofu mpya. Tutasoma mengi au tutajua vingi kupitia historia ya jimbo au historia ya Bagamoyo kiujumla, historia ya imani yetu ya Ukatoliki wetu ulianzia wapi. Lakini pamoja na hayo, katika kipindi cha Easter Special tutajivunia au tutajua mambo mbalimbali yanayohusiana na Pasaka yetu sisi wa Kristo. Niseme usikae mbali, naomba utenge muda wako usikilize. Pamoja na hayo, mwanzo mpaka mwisho utakuwa na mimi mtangazaji wako Loveness Msemwa. Naomba usikae mbali, karibu ujumuike na mimi. Asante. Asante mwandishi wa habari. Swali lako zuri sana, japo limekaa kimtego. Na wengi huwa wanauliza, kweli Easter na Pasaka ni kitu kile? Ukweli ni kwamba Pasaka na Easter ni maneno mawili tofauti, lakini yote yanalenga ukombozi. Ukombozi katika muktadha tofauti. Kwa upande wa Pasaka, ambao tumesema ni neno la Waebrania ama Wayahudi wa Israeli, ambapo ni Passover kwa Kiingereza, lakini ukisema neno hilo kwa Kigiriki ni Pascha. Sasa neno hili, kama nilivyokwisha kueleza kwenye kipindi kile kilichopita, nilieleza kwenye swali lililopita kwamba Pasaka ilihusisha ukombozi ambao ulihusisha kumwagika kwa damu ya mwana kondoo. Lakini kwenye miaka ya baadaye sana, kumbuka Wakristo wa mwanzo walikuwa Wayahudi. Ilikuwa ni ngumu kutofautisha Pasaka ya Kiyahudi na Pasaka ya Kikristo. Kwa hiyo Wakristo wa mwanzo ambao walikuwa ni Wayahudi, manake kina Petro, kina Andrea, kina Yakobo, kina Yohane, mitume wale wengine, walisherehekea Pasaka ya Kiyahudi na Pasaka ya Kristo. Yani Kristo Bwana wetu, Bwana mfufuka pamoja. Sasa baadaye kadri imani inavyozidi kukua na ufahamu wa uelewa unavyozidi kuongezeka, ndipo tunaona katika mtaguso mkubwa wa Nisea uliofanyika kwenye miaka
325 baada ya Bwana walibadilisha, badala ya kutumia neno Pasaka wakaamua kutumia Easter, wakiwa wanamaanisha, wanaposherekea Easter wanamaanisha tendo lile la Pasaka ama fumbo lile la Pasaka, fumbo la Pasaka, mateso, kifo na ufufuko. Sio tena ukombozi ule wa wana wa Israeli wa kule kutoka Misri kuvuka bahari ya Shamu na kuingia katika nchi yao ya ahadi. Kwa hiyo unaposema Easter, japo ukisoma vyanzo vingi vya habari, neno Easter linatajwa kwa namna mbalimbali na maana tofauti na asili tofauti. Mimi sipo huko, nipo kwenye maana ya msingi ya hilo neno ambalo kiasili ni kutoka katika lugha ya Kijerumani. Kwenye lugha ya Kijerumani inaitwa Esther, ambapo maana yake ni pambazuko. Kwa hiyo Kristo alipofufuka aliangaza kwa mwanga wa Kristo mfufuka na kuanzisha vitu upya. Kwa hiyo unaposherehekea Pasaka tunamsherehekea Kristo mshindi, Kristo mfufuka ambaye hakuweza kuumezwa na mauti ya kuweza kumshinda. Amefufuka, amerudi kuwa mzima, na hivyo amekuwa mfano kwetu sisi na tumaini kwetu sisi. Hiyo ndiyo maana ya Easter. Asante Father Nkusi. Watazamaji, nahisi tumejua utofauti kati ya Easter na Pasaka. Lakini katika maelezo ya Father ametuambia mitume wa Yesu alikuwa anasherehekea Pasaka na Easter wakati mmoja. Pasaka wa Wayahudi na Pasaka yetu sisi. Sasa ninachotaka kufahamu au mtazamaji anachotaka kufahamu, je, kuna utofauti kati ya Pasaka ya Wayahudi na ya Pasaka ya Kristo au chote ni kitu kimoja? Karibu. Swali zuri, lakini tunaweza tukasema utofauti upo au unaweza siuone, lakini Pasaka ya Wayahudi ni kivuli cha Pasaka halisi ya Kikristo. Kwenye Pasaka ya Wayahudi ambayo iliazimishwa kila mwaka baada ya kutoka katika nchi yao nchi ya utumwani Misri, walipokuwa wafanya utumwa, walipokuwa watumwa na teseka, na baadaye wakakombolewa. Ile siku walipokula Pasaka yao na Farao akawaruhusu wakaondoka, walipoingia katika nchi yao ya ahadi walikula Pasaka kwa mara ya kwanza, na baadaye wakaendelea kula Pasaka. Na Pasaka yao ilihusisha vile vile kuchinja mwana kondoo dume ama mwanambuzi asio na hila, asio na chongo, asio na kilema, asio na dosari, na damu yake ikapakwa kwenye imo na nyama yake ikaliwa kwa kadiri ya idadi ya watu walioishi katika nyumba. Na walikula pia mikate isiyotiwa chachu, mikate isiyotiwa amila, pamoja na majani machungu, yani mboga zile za majani machungu kwetu sisi tungesema maboga au mnafu na mengine ambayo mnayajua, labda majani ya mwarobaini na kadhalika. Kwa hivyo vile vichungu walikuwa wanakula, na walipokula walitumia nyakati hizo kuwatoa katekesi kwa watoto wao, kuwaelekeza, jamani, wazazi wetu wakati wanakombolewa walikula mikate isiyotiwa mila, kwa sababu hawakuwa na muda wa kusubiria mkate uumke watengeneze mkate mzuri ambao wenye ladha tamu. Walikula mboga chungu kwa sababu ilikuwa sasa hamna namna tena. Kwa hiyo walikuwa na haraka ya kutoka utumwani kwenda kwenye nchi yao. Yani kumbuka wana wa Israeli walikaa utumwani karibu miaka 480 utumwani. Kwa hiyo walipokuwa wanakombolewa walikuwa ni muda wa furaha na shangwe kuondoka utumwani kurudi kwenye nchi yao ya ahadi. Sasa Pasaka ya Wakristo tunaona kabisa, kama tunafuatilia vizuri kwenye liturujia kipindi cha Alhamisi Kuu, Yesu Kristo anafanya mageuzi ama misa ya kwanza. Anabadili mkate usiotiwa chachu kuwa mwili wake na divai kuwa damu yake. Mwili wake unatolewa na damu yake inatolewa. Mwili wa Kristo, damu ya Kristo inaenda kuwa sadaka ya uokovu. Kama tunavyoimba kwenye mbiu ya Pasaka, mwana kondoo halisi anatolewa. Kwa damu yake tunakombolewa. Kuzaliwa kusingefaa kitu kama tusingekombolewa. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio mwana kondoo halisi, kama anavyosema mtume Paulo kwamba Kristo Pasaka yetu amekwisha kutolewa sadaka. Kwa hiyo Pasaka ya Wakristo ni mateso, kifo na ufufuko wa Yesu,
Na yeye Pasaka ya Wakristo aliweka yeye mwenyewe, asema fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Na tunaposhiriki hiyo Pasaka ya Kristo kwa kushiriki mwili na damu ya Bwana, tunamkumbuka yeye, lakini pia tunatangaza mauti, tunatangaza ujio wake wa pili, mpaka tunatangaza yani fumbo hili la Pasaka mpaka atakaporudi. Kwa hiyo unaona kuna tofauti. Huku alitumia mwana kondoo, wakakombolewa kwa damu ya mwana kondoo, lakini sisi tumekombolewa kwa damu ya Kristo. Damu ya Kristo imetuweka huru pale Kalvari ilipomwagika. Yesu akasema inatosha, akamaliza yote, akafuta makosa yote ya wazee wetu, tukaachwa. Asante watazamaji wa Imani Hai Online TV. Natumaini mpaka hapo Father amejaribu kufafanua na kujibu vitu tofauti ambavyo ndani yetu moja tulikuwa tuvielewi, lakini kwa kutumia yeye au kwa kutumia Easter Special tumepata ufahamu wa viwili vitatu, maana halisi ya Pasaka yetu ambayo tunaisherekea. Kwa nini kuna tofauti kati ya Pasaka wa Wayahudi na Pasaka yetu sisi? Lakini pamoja na hayo Father, kuna swali ambalo huwa linaleta utofauti, na naamini hata kwa mtazamaji pia. Huaga tarehe ya Pasaka inabadilika, lakini siku haibadiliki. Je, kuna sababu za kihistoria kuhusu Pasaka au ni kwa nini inakuwa hivyo? Tueleze kidogo, karibu. Asante sana, ni swali zuri. Kwamba Pasaka inakuwa tofauti na sikukuu ya Christmas. Christmas tunajua kila tarehe 25 mwezi Disemba ni Christmas. Hata mpagani anajua, hata mtu wa dini nyingine anajua tarehe 25 bwana, uhakika anapanga ratiba zake. Sasa kwenye upande wa Pasaka mnatuchosha, tunashindwa kuweka ratiba zetu vizuri. Tunashangaa mara leo imekuwa hivi. Sasa ndugu zangu, tangu kabla ya mwaka 1582 baada ya Bwana, Kanisa Katoliki pamoja na taasisi zingine walipanga taratibu zao ama sherehe zao au matukio yao ya kiibada wakifata kalenda ambayo ilikuwa inaitwa kalenda ya Julian ama Julian calendar. Sasa hii kalenda ilionekana ina mapungufu mengi, hasa katika sikukuu hii ya Pasaka. Kadri ilivyokuwa kiitumia, miaka ilivyokuwa inazidi kwenda, ilikuwa hii sherehe ya Pasaka inazidi kurudi nyuma siku baada ya siku. Kwa nini nasema hivi? Katika ule mtaguso wa Nisea ambao tunafahamu kwamba ndio umetuletea mambo mengi mazuri. Kwa mfano, Nisea umetuletea nini? Kanuni ya imani ambayo tunakiri kila Dominika. Katika kanuni ya katika mtaguso wa Nisea ambao ulifanyika mwaka 325 baada ya Bwana, ulisahisha makosa mengi, ikiwemo pia siku ya kuadhimisha Pasaka. Sio siku per se, yani siku yenyewe kabisa, yani wakati gani Pasaka iadhimishwe. Kwa mujibu wa wazee wetu, waliona Pasaka inaweza kuadhimishwa kipindi cha mwezi mpevu, yani kule Ulaya wanasema spring, kipindi cha kuchanua. Kwetu huwe bado tukasema kipindi cha vuli, labda kama nitakuwa sijakosea, kuanzia tarehe 21 Machi kwenda hapo. Yani tarehe 21 Machi Dominika inayofuata hapo inaweza kuangukia Pasaka. Na hata wapo wataalamu wengine walisema, yani kwa vyovyote Pasaka haiwezi kuzidi wala kupungua kati ya 25 Machi na Aprili 25. Si unanielewa? Unanielewa? 25 Machi na 25 Aprili. Hapo katikati. Kwa mfano kama mwaka huu Pasaka ni tarehe 20. Mwaka jana ilikuwa tarehe 1 kama sote sisi. Angalia vizuri kalenda. Kwa hiyo ni kati ya mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Mwezi wa 3 kuanzia 21 kwenda na mpaka Aprili humo katikati. Kwa hiyo tunaona kilichokuja kuleta kwa nini Pasaka iwe Jumapili na tarehe yake inabadilika ni matokeo sasa tulipoanza kubadilisha kutoka kwenye kalenda ambayo inaitwa Julian calendar kwenda kwenye Gregorian calendar. Hii kalenda ilikuja kwenye huo mwaka 1582, inaitwa Gregorian kwa sababu iliratibishwa ama kupitishwa kipindi cha mtawala ama papa alikuwa anaitwa Gregory. Kwenye hii Gregorian
ndipo ilipokuja na kuweka vizuri tarehe hizi za Pasaka, kwamba Pasaka ifanyike katika wakati huu na kipindi hiki. Na tangu wakati huo mpaka leo umeona zinabadilika tu tarehe, lakini lazima Pasaka iwe Dominika. Kwa nini? Kwa sababu tunakumbuka hata ukisoma katika Injili ya Yohane, ile tendo la ufufuko, Maria Magdalena alipokwenda kaburini kungali alfajiri, bado kuna giza, akakuta kaburi liwazi. Alikwenda siku ya kwanza ya juma. Maria Magdalena alikwenda siku ya kwanza ya juma, ambayo kwa leo tunasema siku ya Bwana ama Dominika. Wow. Watazamaji, natumaini hili swali limefafanuliwa iwezekanavyo. Natumaini sasa tunaelewa kwa nini Pasaka ni Jumapili ila tarehe ndo huwa zinabadilika. Tunamshukuru Father kwa hilo, kwa sababu tumepata uelewa wa vitu mbalimbali katika hii Easter special tulioandalia. Lakini Father, pamoja na hilo, nina swali moja la mwisho, na natumaini ni curiosity ya watu wengi kulijua. Je, kuna uhusiano gani kati ya Yesu kufa msalabani na pazia la hekalu kuchanika katikati? Kuna uhusiano wowote hapo au? Karibu. Uhusiano upo, ni mkubwa. Kama nilivyosema, Yohane Mbatizaji alimtambulisha Yesu Kristo kama mwana kondoo wa Mungu achukua dhambi za dunia ama za ulimwengu tunavyosema sasa. Kifo cha Yesu na kupasuka kwa pazia la hekalu. Kwa hiyo lazima tujue kwanza ni hekalu lipi na pazia la wapi. Hekalu unaotajwa hapa ni hekalu la Yerusalemu. Hekalu ya Yerusalemu lilikuwa senta ya imani. Kwa Kiswahili tunasema kitovu cha imani, na watu waenda pale kwa ajili ya kutoa sadaka, kupata upatanisho wa dhambi na kutoa zaka na vitu vingine. Kwa hiyo palikuwa ni mahali patakatifu mno. Na katika hekalu lile la Yerusalemu lilikuwa limegawanyika katika koti. Koti tunaweza tukasema nini kwa Kiswahili? Ni kama mabaraza. Mabaraza. Kwa hiyo kulikuwa kuna baraza la watu ambao Wanyamwanga, wao wanasema leo watu ambao sio haya hasa alafu wa mataifa, watu wa mataifa wale Gentiles. Lakini kwa kuna koti la kina mama, kina baba, Mafarisayo. Alafu kulikuwa kuna mahali patakatifu patakatifu, ambapo hapo aliingia kuwa ni mkuu mara moja kwa mwaka, kwenye hilo pazia lililopasuka, ambapo hapo wao ndo walisema Mungu katika uwepo wake. Kuhani mkuu aliingia kwa ajili ya kuomba msamaha wa dhambi za watu, kwa ajili ya upatanisho. Sasa Yesu anakufa msalabani na pazia la hekalu linatawanyika. Tafsiri sasa, mlango uwazi. Dhambi zilizowatenga watu na Mungu sasa zimeondolewa. Ile sheria ya kale imekomeshwa na sadaka ya Yesu, kama anavyosema mtakatifu Thomas wa Aquino, na sheria ya zamani iondolewe kwa hii, katika ule wimbo tunaoimba na kuabudu. Kwa hiyo Yesu Kristo alipokufa amefungua mlango wa upatanisho, amerejesha mahusiano mema kati ya wanadamu na Mungu. Ndio maana Yesu mwenyewe alisema imekwisha, yametimia. Amelipa madeni yote ambayo tulikuwa tunadaiwa, ametutua mzigo mzito ambao ulikuwa unatuelemea, na sasa ametuacha huru. Kwa hiyo hekalu lililotenganisha, pazia lililotenganisha mwanadamu na Mungu sasa limeondolewa. Mwanadamu kwa kupitia Kristo unamwendea Mungu moja kwa moja, na kwa kuungana na Kristo na kwa kupokea hii sadaka ya Kristo na kwa kumshukuru Kristo kwa ukombozi, mlango huu wazi, barabara ni nyeupe, geti limefunguliwa la mbinguni. Kazi ni kwako. Jamani, watazamaji wa Imani Hai Online TV, natumaini mpaka hapo tumepata ufafanuzi au uelewaji zaidi juu ya Pasaka, ambacho ni kile kipindi ambacho tunasherekea baada ya siku 40 ambazo Yesu alifunga jangwani bila kula wala kunywa usiku na mchana. Father, tunakushukuru kwa sababu matumaini yangu ulichotuelekeza tumekipokea, tumekielewa zaidi, maana ni maswali ambayo yapo kwa waumini
ambao hawajui wanafikishaje, lakini kupitia wewe na kupitia Easter special hii ambayo tumeifanya wataweza kupata ufafanuzi. Kama tulivyosema, mgeni wetu wa leo yupo au ni mzaliwa wa jimbo jipya la Bagamoyo kutokea katika parokia ya Nyakasangwe, ambao hizi ni moja ya parokia ambazo zilihamishwa kutoka parokia ya Dar es Salaam kuja kuwa moja ya parokia ya jimbo jipya la Bagamoyo. Kwa hiyo ni fadha mpya wa jimbo jipya la Bagamoyo. Fadha, asante, natumaini siku nyingine tukikuita hautasita kupokea wito wetu na kukaribia katika kipindi chetu. Asante sana na kutakia siku njema ya Pasaka pamoja na watazamaji, mkasherekee vizuri, mkafurahie ufufuko wa Bwana. Asante. Mpaka hapo tunafunga Easter special hii ambayo tumekuandalia. Natumaini itakuwa tafakari nzuri katika kipindi chako utachokuwa unasherehekea Pasaka tarehe 20. Asante sana, nikutakia siku njema.